utamaduni wa kuwaenzi au kukumbuka mchango wa viongozi wetu au waasisi wetu wa taifa letu la Tanzania, hasa baba yetu wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye ndio rais wa awamu ya kwanza wa nchi yetu wakati huo inaitwa Tanganyika, lakini pia bila kusahau hayati Abeid Amani Karume, ambaye ndio ambao walifanikisha muungano wa nchi hizi mbili na kuitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na katika kumbukumbu hiyo ya Karume tulifanikiwa kuipa jina la Kinyamwezi. Wanyamwezi wanasema kwamba walikwambia tulikutana na chifu, tuambia tukatumia neno, siku hiyo tuliita neno inaitwa kulimdehera Karume, yani kwamba tunakumbuka Karume. Kwa nini tuliamua kufanya matamasha haya kwa ajili ya viongozi wetu hawa? Kwa sababu tunaamini programu ambazo tunaziendesha sasa, uhuru tulionao kwa sasa, uwezo tulionao kwa sasa umetokana na jitihada za viongozi wetu. Lakini tukasema pia kwa sababu baba wa taifa ujana wake ulianzia hapa, tukasema ni muhimu sana kutembelea maeneo ambayo yalihusiana na Mwalimu akiwa katika mkoa wetu wa Tabora, hasa mahala alipoweza kusoma, mahala alipoweza kufanya kazi, mahala ambapo aliweza kuishi. Tukawa tumependelea kwamba lazima tufike na kuhakikisha vijana ambao tuna train sisi katika kituo chetu na watu ambao wanashiriki katika mashindano haya waelewe. Kuna wengine hawana historia na watoto wanaokuwa sasa hawana historia kuelewa kwamba bwana Mwalimu Nyerere alipita hapa, alifanya kazi hapa. Kwa lengo kubwa ni kuhakikisha historia ya baba wa taifa inabaki vichwani kwa vijana wetu, kwa watoto wetu, ili na wao waendelee kuienzi. Lakini pia ni kukumbusha tu kwamba nchi yetu, uhuru wetu tulionao na nguvu zote tulizonazo, huyu mzee alipambana kwa maarifa yake, kwa hekima zake na busara zake, mpaka leo tumeweza kuwa mahali hapa na kuendesha shughuli zote na kufurahi kwa pamoja kama Watanzania. Bali na kwamba alikuwa waziri mkuu wa kwanza, lakini akawa rais wa kwanza, leo tunamuita baba wa taifa. Lakini mimi mkuu wa shule kama mwalimu, nasema sifa yake moja kubwa na ndio iliyomtambulisha alikuwa mwalimu. Ndio maana hata kwenye jina lake tunaanza hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa hiyo yeye alifanya kazi hapa kama mwalimu, na ukipitia nyaraka kwa mwalimu wa darasa hapa, kupitia zile nyaraka ambazo yeye alikuwa akiziandaa kuzifanyia kazi, unaona kabisa kwamba alikuwa ni mtu wa kipekee sana. Ukiangalia kwenye madaftari ya mahudhurio, alikuwa mwalimu wa darasa la 8. Nafikiri mfumo wa elimu mnaona ulipokuwa unabadilika. Alikuwa mwalimu wa darasa la 8, lakini ukiangalia zile nyaraka ambazo tunazo, kwa kweli unaona ualimu ulikuwa damu. Matukio yote ya wanafunzi wake alikuwa anayatunza, alikuwa anafuatilia, alikuwa anaweka kumbukumbu zake ambazo mpaka leo. Kwa hiyo mimi kama mkuu wa shule, baada ya kupitia kumbukumbu hizo, namuona kama mwalimu aliyebobea. Ukienda ukiangalia bado anaendelea kuitwa mwalimu. Ni kweli alikuwa mwalimu. Kwa pamoja na mazuri yote, hata baada ya kuacha kwa maana ya kufundisha darasani, bado aliendelea kuwa mwalimu. Ameandika maandiko mengi sana ambayo mpaka leo tukisoma tunapata elimu. Lakini sambamba na hilo amefundisha viongozi wengi walipita mikononi mwake, na ndio wameendelea sasa kuendeleza hilo gurudumu na kuyaenzi yale aliyoyaanzisha. Kwa mimi kumzungumzia Mwalimu hayati baba wa taifa, mimi nauangalia zaidi walimu wake. Kwa mimi namchukulia ni mwalimu ambaye alikuwa ni mbobevu katika kada hii ya elimu, na aliwafundisha vijana kwa moyo, kama nilivyotangulia kusema awali kwamba ukiangalia zile kumbukumbu ambazo alikuwa anazijaza wakati wa ufuatiliaji wa wanafunzi, unaona kabisa
inaonyesha ni jinsi gani alivyokuwa mwalimu mahiri. Kwa hiyo baba wa taifa ndo alikuwa mwalimu hapa na alikuwa mwalimu wa darasa hili la 8. Ukienda ukiangalia hapa kuna mwandiko wake kama unavyoonekana hapa, lakini kuna signature yake. Naomba sasa nipitishe huko mjaribu kuona. Hata kuandika tu alikuwa anaandika vizuri sana. Alikuwa anaandika vizuri sana. Katika mkoa wa Tabora, hasa eneo linaloitwa Student Center, tutaenda mtaona, ndipo kura 3 mwaka 1958 ndipo zilipigwa. Kura zile zilipigwa katika makundi matatu, ambao kulikuwa na Afrika, kulikuwa na wa Asia, lakini pia kulikuwa na wazungu. Kura 3 zile zilikuwa na lenga ule ushauri wa busara namna gani ya kudai uhuru wa nchi, na zilipigiwa jengo moja pale, tutaona ukumbi hapa. Kwa hiyo kwa shule yetu hapa St. Mary's tunamkumbuka Mwalimu Nyerere kama mwalimu, alikuja akafundisha, na baadhi ya vielelezo mnaona picha yake hii hapa. Picha nyingine ziko pale ofisini alipokuwa anakaa. Kwa ufupi tu ni hivyo kuhusu Mwalimu Nyerere na shule ya St. Mary's Mihayo. Hapa ndo kulikuwa na meza yake hapa. Akishasaisha amemaliza kufanya kazi zake za shuleni, alikuwa anaenda nyumbani kwake. Na hizo ni picha zake kuchora. Engo ile alikuwa anafanyaje? Anatumia. Kwa hiyo kwa ujumla ofisi ni hii ambayo alikuwa anatumia yeye sasa. Hiki ni kituo cha kanisa Katoliki. Lengo la kwanza ilikuwa ni kulea vijana kiimani. Vijana hawa wadogo kiimani. Manake mpaka sasa bado hilo jambo linafanyika. Wanafunzi wote walioko sekondari kuanzia form 1 mpaka form 6, tunasema hii ndio kituo chao wanapokutania kwa ajili ya kusali. Sasa kwa sababu tunafanya marekebisho, sasa hizi wanafanyia sehemu nyingine. Ila kwa ujumla ndio lengo la kwanza. Lengo la pili ilikuwa ni kulea vijana kama hawa kimichezo. Sasa hapa kulikuwa na wanaocheza basketball, kuna wanaocheza pool, kuna wanaocheza hizi karate, kuna wanaocheza yale ya kuruka kamba, kuna wanaojifunza namna ya kudansi. Kulikuwa na michezo mbalimbali. Kipindi kile kuna mmoja nafikia nakumbuka kipindi kile cha marehemu Askofu Mgurunde, ndio ilikuwa kazi zake kubwa. Wewe nafikiri utakuwa unakumbuka zaidi. Kwa hiyo ndio ilikuwa kote ilikuwa ni kazi yake hiyo. Kwa hiyo kwa sababu sasa maboresho yanaendelea kufanyika, ndio maana unaona kidogo mambo yamebadilika. Lakini ukitazama jengo hili ndilo jengo miaka ile sasa ya marehemu Mwalimu lilikuwa linapatikana, na ni jengo ambalo limejengwa kwa mawe. Ukitazama kule nimeonyesha majengo karibia 3. Ukiunganisha na ile inakuwa ni 4. Na ndio majengo yalikuwa yanatumika kwa ajili ya shughuli mbalimbali. Sasa jengo hili kuna ukumbi. Ukumbi huu ndio ulitumika mwaka 1958 kwa ajili ya zile kura 3. Ule mkutano wa kura 3 ulifanyikia hapa. Na kwenye ukumbi huu, ngoja kuna mtu anakuja kufungua ili tuone vizuri huko ndani. Mkutano ulifanyika kwa takriban siku 4. Ilikuwa tarehe 21 mwezi wa kwanza 1958 mpaka tarehe 25 mwezi wa kwanza mwaka huo. Kwa hiyo walikaa mpaka wakaamua. Na moja ya hoja yao, kulikuwa na sentence moja alikuwa anapenda kutumia Mwalimu Nyerere kwamba tutawadai hao Waingereza uhuru. Sentence hiyo ndio iliyofanya wakakaa na wakatengeneza majumuisho, na mwisho wa siku tukapata uhuru. Kwa hiyo moja ya eneo lililotumika kipindi kile na Mwalimu Nyerere ilikuwa ni hili, ambao na jengo ni hili, na bado mazingira mengine yanaonekana yale kwa sababu hakuna kitu kubadilisha. Bado majengo mengine hatujabadilisha hapo vile vile. Mtazama hili pamoja na hili ndio ilikuwa. Hili kidogo imejengwa juzi. Hili imejengwa juzi. Lakini hili na hili ndio ambayo imejengwa kwa mawe. Kwa hiyo ndio majengo ambayo yalikuwa yanatumika. Kwa unaposikia zile kura 3 zilifanyikia hapa. Kura 3. Na hapo tuliposimama, barabara hii inaitwa barabara ya railway. Nyumba yetu ya 3 kutoka hapa. Hii nyumba ni ya historia. Enzi wazee wetu wakipigania uhuru wakiongozwa na Mwalimu Nyerere, hii nyumba ilikuwepo, na nyumba ilikuwa ya Isa Kibira. Mwalimu Nyerere wakati wa enzi za utafutaji wa uhuru akiwahamasisha wazee wenzie katika harakati za kupata uhuru wa nchi hii, Mwalimu Nyerere alikuwa akifikia Mission kule wakati wa safari zake za kwenda
kutoa harakati za uhuru. Alikuwa akifikia St. Mary's kule kwenye jengo la Wakatoliki, lakini wazee kwa busara zao walipoamua kufanya mkutano wa kitaifa mkoani Tabora enzi za tano, wazee wakaamua kwamba mwaka huu kwa kipindi hichi Nyerere hatofikia kule ambako huwa anafikia. Kwa hiyo tutamtayarishia mahala na sisi wenyewe ndio tutakayemlinda. Kwa hiyo Nyerere akafikia mahala hapa palipotayarishwa na wazee wenzie na vijana wa enzi hizo, tukiwepo na sisi, lakini bado wadogo, si wadogo sana, ila tunajitambua vizuri tu, ambao ni kaka zetu walikuwa wakiitwa Tanu Bantu. Wale ndio walikuwa askari wa kumlinda Nyerere. Wakati Nyerere yuko ndani humu, wale vijana waliokuwa wakimlinda hawakulala. Kila wakati walikuwa wakipokezana wahakikishe kiongozi wao yumo ndani katika usalama. Kwa hiyo walimleta hapa kwa ajili ya kulinda usalama wao, kwa sababu kipindi hicho ndio ilikuwa harakati zimepamba moto za kutafuta uhuru. Alikuja hapa Nyerere katika mkutano huo mkuu ninaozungumza kwa kuja toa maamuzi ya busara, kwa sababu alipata fununu kwamba Waingereza hawataki kutoa uhuru mpaka tukubali masharti yao, na masharti ya Waingereza yalikuwa tukubali kura 3. Lakini baadhi ya viongozi wa TANU wakawa hilo wanalipinga, kusema sisi tunataka uhuru wetu na bila masharti. Lakini kwa hekima za Mwalimu Nyerere akasema hapana, tutakaa mahala tuzungumze. Walipokuja wajumbe wa Tanganyika nzima kuja kufanya mkutano wao hapa Tabora, na mkutano ulifanywa Parish Hall, kwa sasa hivi inajulikana kama Chipkizi. Pale ulifanyika mkutano wa kitaifa, halmashauri kuu ya taifa ya TANU, na ndio ikatoka na azimio la busara, linaitwa azimio la busara. Azimio lile lilikubali kupiga kura 3 na kuweza kukubaliana na masharti ya Mwingereza kwamba sisi tuko tayari, tutapiga kura 3 na tuna uhakika tutashinda. Hizo kura 3 zikapigwa katika ukoloni, wakati wa ukoloni. Baada ya kupiga zile kura 3, kabla ya kupiga kura 3, ulipofanyika mkutano, wakaamua viongozi kwamba huu sasa mkutano umetoa maamuzi ya busara na lazima tuwajulishe wananchi wa Tanganyika kwamba maamuzi yetu ni haya. Kwa hiyo ukafanyika mkutano wa hadhara. Huo mkutano wa hadhara ulipofanyika, ulifanyikia pale Community Center kwenye sanamu ya Mwalimu Nyerere. Huo mkutano ulifanyika na aliyehutubia ni Mwalimu Nyerere. Baada ya hotuba yake, alipofika mahala, ndani ya hotuba yake alisema sisi wa Tanganyika tunataka uhuru wetu. Tutakwenda Umoja wa Mataifa kwenda kuwaeleza Tanganyika tunataka uhuru wetu, na kama Umoja wa Mataifa wakipuuza, sisi tutakwenda kwa Malkia, tunamwambia tunataka uhuru wetu. Na kama Malkia pia akipuuza, jambo la mwisho tunamshtakia Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ndio itakuwa kauli ya mwisho kwetu sisi katika kudai haki yetu. Hapo Mwalimu Nyerere, baada ya kufika kauli ya Mwenyezi Mungu, Mwalimu Nyerere alitoa machozi, na sisi wote ambao tuliokuwepo pale katika mkutano ule, wengi wetu walilia baada ya kuona kiongozi wetu katamka maneno mazito na maneno ya busara ambayo yanashitaki kwa hakimu wa mwisho. Hakimu wa mwisho ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo haikupita muda, uchaguzi ukafanyika, kura 3 zikapigwa, Tanganyika wa Afrika wakashinda. Ndio ikaanza chatu sasa kupata. Sababu baba wa taifa ana mchango mkubwa sana katika mkoa wa Tabora.
na mkoa wetu huu ndio ambao umeweza kuleta mapigano au mapambano ya kuweza kupata uhuru huu ambao tunautumia siku hii ya leo, ambapo tunajivunia mpaka tumekuwa tukiwa na amani na watoto wakiwa na furaha. Kwa kweli sisi wazee, kwanza nijitambulishe zaidi, mimi ni katibu wa wazee mashuhuri wa historia na ushauri Tabora. Hili jambo na sehemu hii, na si hapa tu peke yake, sehemu zote za kihistoria tumeomba zitunzwe na ziheshimike kama zinavyoheshimika sehemu nyingine. Hapa ni mahala pazuri sana pa kuweka historia ya kumbukumbu ya uhuru, na kama nilivyojieleza, uhuru wa Tanganyika umetokana na azimio la kura za uamuzi wa busara ulioamuliwa mkoani Tabora na viongozi wetu watano. Kwa hiyo hili jambo la kuweka kumbukumbu katika nyumba hii tumelizungumzia sana. Tumelizungumza kwenye chama, tumewaomba wafanye jitihada zote ili hii nyumba iwe nyumba ya kumbukumbu. Tumekwenda serikalini, tumezungumza na viongozi wa serikali, tumewaomba hii nyumba ichukuliwe iwe nyumba ya kumbukumbu. Kauli yangu bado iko pale pale, nasisitiza serikali kama kweli wanatunza kumbukumbu za Malikali, na hii inawezekana ikawa moja ya kumbukumbu ya Malikali, kwa sababu hapa ndipo alipolala kiongozi mkuu, muasisi wa nchi hii. Nyerere tunamkubali, alikuwa ni kiongozi mashuhuri, kiongozi shupavu ambaye alipigania uhuru mpaka tumepata uhuru, na leo tunajitanua, tunazungumza kwa mapana na marefu. Mashindano haya yaliratibiwa na kituo cha michezo cha Cheo Sports Center, na mashindano haya yalishirikisha timu 8 za ndani ya manispaa ya Tabora, ikiwepo timu ya Maili 5 kutoka Ipuli, ikiwepo timu ya Mwenge kutoka Ipuli, ikiwepo timu ya Chemchem kutoka kata ya Chemchem, lakini tulikuwa na timu ya The Kiki kutoka kata ya Mwinyi, pia tulikuwa na timu ya Ng'ambo kutoka kata ya Ng'ambo. Bila kusahau tulikuwa na Cheo Sports Center ambao ndio wenyeji wa mashindano haya, na bila kuwasahau wana fainali wenzetu timu ya Kanyenye kutoka kwenye kata ya Kanyenye, bila kusahau kata ya Mtendeni na yenyewe ilileta wakilishi. Mashindano haya yalifunguliwa rasmi siku ya tarehe 9 mwezi wa 10 na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya katika viwanja vya shule ya wavulana, ambapo mashindano haya yamefanyika maeneo haya katika shule ya Tabora Boys, shule yenye historia na hayati baba wa taifa. Mashindano haya yalikuwa yana mfumo wa knockout. Ukifungwa unatoka. Tulianzia kwa ngazi ya robo finali na tukakwenda kwa ngazi ya nusu finali, na leo tumekwenda kuhitimisha katika ngazi ya finali. Mheshimiwa mgeni rasmi, kimsingi mashindano haya yametuleta pamoja sisi kama vijana wa manispaa ya Tabora, kama vijana wa Tanzania. Ninakuhakikishia kuwa ujumbe huu wa kumwenzi baba wa taifa umeifikia nchi nzima, kwani kituo cha michezo cha Cheo Sports Center kilikuwa kikiruka mubashara kupitia channel yake ya YouTube ya Cheo Sports Center tangu mwanzo wa mashindano hadi mwisho wa siku ya leo. Kipekee sana kama viongozi wa kituo cha michezo cha Cheo Sports Center, tunatoa shukrani zetu za dhati kwa timu shiriki ambazo ziliweza kukubali ombi la kuingia katika mashindano haya, na Cheo Sports Center na uongozi wake umedhamiria kuyafanya mashindano haya kuwa ni endelevu, na mashindano haya yakatoke kwenye ngazi ya manispaa, yaende ngazi ya mkoa, yaende ngazi ya kanda, na yaweze kufika ngazi ya taifa. Kwa nini? Kwa sababu hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ni shujaa
aliyepambania uhuru wa nchi yetu katika ardhi ya Tabora. Amesoma hapa, amefanya kazi hapa. Sisi kama wana Tabora tuna kila sababu ya kuendelea kumuenzi na kujivunia tunu ya taifa yetu, kwani maamuzi ya kupata uhuru kura 3 zilipigiwa ndani ya mkoa wa Tabora. Kutokana na muda, tunayo mengi sana ya kusema, Mheshimiwa mgeni rasmi. Ombi letu kama kituo, tunaomba kila mwaka tunapoandaa mashindano haya, tunatamani timu ziwe nyingi zishiriki, kwani jambo la kumwenzi hayati baba wa taifa sio jambo la mkoa, ni jambo la kitaifa. Michezo hii ikatukusanye vijana wote wanaochipukia katika mchezo wa soka na michezo mbalimbali, ili tuendelee kudumisha amani, umoja na mshikamano kwa kumwenzi hayati baba wa taifa. Michuano hii ilishirikisha michezo aina mbalimbali. Tulikuwa na mchezo wa bao kwa wazee wetu wa Tabora, tulikuwa na mchezo wa netball kwa timu za Manispaa, Tabora Manispaa pamoja na Medical Store Department, tulikuwa na timu za volleyball, tulikuwa na timu za mpira wa miguu. Sisi kama kituo cha michezo cha Cheo Sports Center tunawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunamshukuru Mungu kwa uzima na afya ambayo ametupatia kuwa hai mpaka siku ya leo. Tangu siku ambayo tumekuwa na maono ya kufanya na kuandaa tamasha la kumbukizi la rais wetu wa kwanza aliyetupa uhuru na amani ambayo tunayo leo. Tunamshukuru Mungu, amekuwa pamoja nasi, ametupigania sana, tumefanikisha leo. Kwa heshima ya pekee, nisipoteze muda sana, ndugu mgeni rasmi, sisi kama viongozi wa Cheo Sports Center tumeandaa zawadi kwa ajili ya kiongozi wetu ambaye amekuwa akifanya kazi kubwa sana kuhakikisha kituo chetu kinafika mbali, lakini pia hata kwenye maandalizi ya kuhakikisha siku ya leo inafanikiwa. Ametutia moyo sana. Kuna muda tulikata tamaa, lakini yeye alituambia tunaweza. Na wadhamini ambao wamekuwa wakitudhamini, lakini bado alisema tunaweza. Kwa hivyo kwa heshima ya pekee, ndugu mgeni rasmi, naomba nitoe tuzo kwa mkurugenzi wetu mtendaji ambaye tunampa medali ya ushindi kabisa kwa kufanikisha tukio kubwa la kumuenzi rais wetu wa awamu ya kwanza, Mheshimiwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mkurugenzi wetu mtendaji Sabara Agustino, sisi kama watumishi wako tumebeba maono makubwa kupitia wewe. Umefanya kazi kubwa sana. Mimi kama mmoja wa wakurugenzi pamoja na benchi nzima la ufundi tumekuandalia tuzo ya ushindi kabisa. Tunaomba ndugu mgeni rasmi atakukabidhi tuzo hiyo aliyoiandaa, naomba ailete. Huyu ni mkurugenzi wetu mtendaji, tunampongeza sana, amefanya kazi kubwa sana. Sisi kama watumishi tumejifunza vingi kupitia yeye. Tunampa tuzo ya ushindi kabisa. Nitoe shukrani kwa wakurugenzi wote wa Cheo Sports Center pamoja na wafanyakazi wote katika kada mbalimbali. Niwapongeze sana kwa kuona umuhimu wa kuandaa mashindano haya ikiwa ni sehemu ya kumuenzi baba wa taifa Mwalimu Nyerere. Lakini pia niwapongeze kwa kushirikisha michezo mingi ikiwemo kuwashirikisha wazee wetu. Nilikuwa na kikao pamoja nao siku chache zilizopita, lakini nawaona pia wakiwa kwenye program za michezo. Lakini kikubwa kuliko yote niwapongeze kwa namna ambavyo mashindano haya yameandaliwa kwenye hadhi kweli kabisa ya baba wa taifa. Nawapongeza sana. La pili, niwashukuru kwa kushirikisha timu 8 kutoka kwenye kata zilizoko manispaa, na kama tulivyoahidi kwamba mashindano yajayo pengine wigo utatanuliwa zaidi, na mimi naahidi kwamba nitakuwa mdau, nitashiriki pamoja nanyi kwenye maandalizi ili tuone kwamba tunashirikisha timu nyingi zaidi kwenye mkoa wetu wa Tabora. Na kwetu sisi jeshi la polisi niseme na washukuru
tunapoona vijana wanahusishwa kwenye michezo, vipaji vyao vinaibuliwa, wanakwenda kutengeneza ajira kwa vijana kupitia kwenye programu ya mafunzo ambayo mnafanya. Nimeambiwa kwamba kuna marika tofauti tofauti na anakuwa na programu zao za mafunzo kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Kwa hiyo hapa tunakwenda kutengeneza ajira ya kesho kwa vijana. Kwa hiyo kwetu sisi Jeshi la Polisi mnatusaidia. Tunakwenda kupunguza uhalifu vijana wanapojihusisha kwenye michezo. Hili ni jambo kubwa sana. Na baada ya kusema hayo, mimi niseme nashukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuwa mgeni rasmi kwenye kufunga michezo hii. Tumeona fainali nzuri, imekuwa ni burudani kwenye sikukuu yetu ya leo. Tumeona vipaji vya vijana na ni kweli kabisa kwamba kuna malezi ya vijana yanayofanyika katika kituo hiki. Mimi nawaomba muendelee kukaza uzi katika kufundisha vijana kwenye michezo ili kuhakikisha kwamba tunakwenda kutengeneza ajira, lakini tunatengeneza taifa la wanamichezo kama ambavyo serikali imekuwa ikiunga mikono na kutoa zawadi mbalimbali kwa wanamichezo na kufanya nchi yetu kuwa sehemu ya mafanikio ya kuitangaza nchi yetu kupitia kwa mchezo wa mpira wa miguu. Baada ya kusema hayo, nisitumie muda mwingi sana, niseme nashukuru na wapongeza, na pengine labda nitoe wito kwa upande wa zawadi kwa awamu ijayo. Tukitoa zawadi za fedha zaidi kwa vijana, tukitoa zawadi za labda ng'ombe, mbuzi, bado hatujawasaidia sana. Kwa timu zetu ambazo ziko kule mitaani, wanahitaji zaidi vifaa vya michezo vya kuwafanya wacheze. Kwa hiyo nilikuwa na utoa ushauri kwenye mashindano yajayo, tuone kwamba mlengo wa zawadi zetu ulenge kwenye vifaa vya kuwafanya wacheze. Jezi, mipira, hivi vitawafanya wacheze zaidi. Kwa vijana kule mitaani wana changamoto nyingi ya vifaa. Shit.